Mjinga 100% Mfilinge Stories Tizi, sehemu ya 4. Hapo sasa nilichanganyikiwa mno, nikamuuliza, pesa zangu zimeenda wapi? Mbona hazipo? Ajabu, yule jamaa alinitukana na kusema mimi ni mjinga 100%. Pia akanibeba juu na kuniingiza kwenye basi. Ile nataka kumuuliza, basi likaondoka na mlango ukafungwa. Nilijaribu kupiga kelele ili dereva asimamishe gari, lakini haikuwezekana kabisa. Ndio kwanza akawa anaongeza mafuta, huku wahudumu wa basi wakinikaribia na kuniuliza kulikoni. Ndipo nikawaambia, pesa zangu niliweka kwenye begi, sasa hazipo, sizioni. Pole sana, hilo begi uliweka wapi? Mmoja ya wahudumu aliniuliza. Niliweka jana kwenye ofisi za basi hili pale nilipopandia, na asubuhi ndio nimekuta pesa zangu hazipo, nilimjibu huku nalia. Pole sana, tayari umeibiwa. Siku nyingine kuwa makini, mjini ni shule. Wenzio pesa huwa wanaweka vizuri, we unaweka ofisini kila mtu anaingia. Pole sana. Zilikuwa shilingi ngapi? Niliulizwa. Pesa zangu mimi uwi zilikuwa nyingi tu, 1,000,000. Nilijibu huku naangua kilio, maana pesa zile niliuza ng'ombe zilikuwa 2,000,000. Na sasa mimi 1,000,000 nilificha kwenye bukta ya ndani na zingine kwenye begi, lengo watu wasijue kama nina pesa. Zote hizo. Siku nyingine kuwa makini sana. Pia nyamaza kulia bana, we mtoto wa kiume, maji yameshamwagika, hayazoleki. Cha muhimu kuwa makini, aliongea yule mhudumu na kuondoka pale kwenye siti yangu. Nililia sana mimi Kanjunju. Yaani pesa zangu zimeenda hivi. Nimehangaika kuchunga mbuzi, ng'ombe, lakini wameniibia mwenzangu. Hakika niliumia mno mimi. Abiria walijitahidi kunibembeleza nitulie, lakini mimi hata sikuwasikia. Mawazo yalikuwa kwenye pesa zangu tu, yani sikuwasikiliza kabisa. Basi lilizidi kuchanja mbuga, huku nami nikiendelea kulia tu. Mpaka tunafika mjini Makambako bado nilikuwa nalia tu. Ndugu yangu, hata ukilia haisaidii. Kikubwa ni kuwa makini tu, kwani unaenda wapi? Ni kijana mmoja ambaye alikaa karibu yangu aliniambia, sawa ndugu, nitulie, ila inauma sana. Pia naenda Tanga, nilimwambia. Pia nilifuta machozi na kunyamaza. Naitwa Radhaki Wandindi, naenda Dar es Salaam. Sijui mwenzangu unaitwa nani? Alijitambulisha na kuniuliza. Na muda huo basi lilikuwa spidi tunaitafuta Mafinga Iringa. Nashukuru kukufahamu. Mi kwa majina naitwa Kanjunju Dundusi Pumbuna, nilimwambia jina langu. Sawa basi, vizuri bwana Kanjunju. Haya maisha ni kuwa makini mno. Ukiona unataka msaada we niambie tu, nitakusaidia. Si wote ni ndugu, pia vijana tunatakiwa kusaidiana, aliongea Radhaki, kijana ambaye nilikaa naye. Hakika nilitokea kumkubali sana, maana alikuwa anaongea vizuri, na nilitokea kumwamini sana kwa muda mfupi. Ni kweli, si vijana tunatakiwa kusaidiana kama ulivyosema. Pia nilikuwa naomba unisaidie kuweka pesa yangu hii 300,000 kwenye mfuko wako, mimi naogopa zisijeanguka. Si unajua tena mabasi mimi sijawahi panda, nilimwambia Radhaki Wandindi, maana nilitokea kumwamini sana na inaonekana alikuwa na moyo mzuri. Ni kweli, tena nilisahau kukwambia, kwenye mabasi ukipanda na pesa mfukoni, kama huna spirit of account closure of visual, unaweza sababisha mlipuko mkubwa. Sasa hizo pesa nipe mimi nikuwekee ili madhara yasitokee, na wakati unashuka nitakupa, aliongea Radhaki Wandindi akichanganya na Kiingereza. Kiukweli niliogopa sana kuua watu, maana hiyo aliyotamka kwa Kiingereza mimi nilikuwa sina kabisa. Ningetoa wapi sasa? Mimi nilikuwa porini na ng'ombe na mimi. Bila kupoteza muda, nilitoa pesa zote zilizopo mfukoni na kumpa. Kwa haraka zilifika 340,000. Nilimpa anitunzie hizo, ila nyingine nilificha kwenye bukta ya Kisukuma. Na si kwamba sikupenda nimpe ashike, hapana, nilipenda, sema nilikuwa naogopa namna ya kuzitoa, maana nilificha kwa ndani kabisa, ila moyoni nilijiapia tukifika Morogoro natoa na kumpa. Hapa ndio vizuri sasa. Gari haiwezi kulipuka, maana mimi nina Instagram ambayo ni kinga, aliongea Radhaki Wandindi kwa furaha, huku akiweka pesa zangu mfukoni. Hata mimi nilifurahi aisee, maana watu wema kukutana nao ni mara chache sana. Asante sana ndugu kwa msaada wako. Yaani sikujua kabisa, na bila wewe watu walikuwa wanalipuka na kufa kabisa, nilimwambia Radhaki Wandindi nikimshukuru kwa msaada wake. Hilo halina shida ndugu yangu, we kuwa na amani kabisa. Tena kama kuna zingine nipe niweke kabisa, maana kama zipo utasababisha kitu kinaitwa donate some evidence, na hicho ni hatari mno, aliongea Radhaki Wandindi. Na hapa sasa akawa amenichanganya kabisa, maana pesa kweli nilikuwa nazo nimeficha. Bora nitoe na hizi nilizoficha, maana naweza ua watu halafu nikapata kesi kubwa. Bora tu nitoe, niliongea moyoni, baada ya Radhaki Wandindi kusema kama nina pesa zingine nimpe ashike, atanipa wakati wa kushuka. Sasa baada ya yeye kusema nami kufikiria kuwa nitoe, nikakohoa kuweka koo vizuri, kisha nimwambie kweli zipo nimeficha.
Ndugu yangu, ni kweli. Mwisho wa sehemu ya 4. Usikose mwendelezo sehemu ya 5 na Mfilinge Stories TZ. Pia usisahau kusubscribe channel yetu ya Mfilinge Stories TZ. Asante kwako kwa kuwa nasi.